Utu wa mtu ni nini? Mjukuu wangu, dunia imebeba mambo makubwa mawili, kukicha na makucha yake na tukilala na malali yake. Wamesema Waswahili, sio mimi. Usilolijua ni usiku wa giza. Nimalizie na hili. Fumbo mfumbulie mjinga, mwerevu atalifumbua. Hapa duniani usipoambiwa mambo fulani, utafikiri Mungu ni mbaya wetu, kumbe sivyo. Ndiyo maana mara nyingi huwa nakusii ukae karibu nami, uendelee kujifunza na kupokea hekima kupitia mausia yangu mimi babu yako. Leo naomba nizungumzie kidogo kuhusu utu wa mtu ni nini. Kuna wakati utawasikia watu wanasema, huyu sio mtu kabisa. Unahisi kwa nini huwa wanazungumza hivyo, wakati kiwalisia wanayemzungumzia na yeye ni mtu kama wao walivyo. Utu sio ule mwili uliosimama mbele yao. Ndiyo maana hatushangai kuona wakitoa kauli kama hizo. Maana kiumbe chochote chenye mwili kukosa utu sio mshangao, kwa sababu inawezekana kabisa. Ikiwa wewe bado ni mgeni kwenye chaneli hii, basi umepitwa na masomo mengi sana, lakini bado nafasi ya kujifunza unayo. Unaweza kusubscribe na kugonga hiyo alama ya kengele. Alafu baada ya somo hili, tazama pia video zitakazokuvutia kwenye chaneli hii. Zipo nyingi. Hapa ndo mahala pazuri pa kujizolea hekima. Karibu sana. Mwanafalsafa na mwandishi wa vitabu Chuck Swindoll aliwahi kusema, ninaamini utu wa mtu unajengwa kwa 10% kwa yale yaliyotokea kwangu na 90% kwa vile ninavyoshughulikia yale yanayotokea kwangu. Unadhani huyu mwanafalsafa alitaka kumaanisha nini? Fikiria leo mtu mmoja anakuja mlangoni pako na kuanza kukutusi matusi ya nguoni mbele ya watoto wako. Niambie, mtu huyo unaweza kumfanyia jambo gani kabla ya mambo mengine? Hapa kila mtu atakuwa na jibu lake tegemezi, lakini tukisema tuchunguze jibu la walio wengi, litakuwa ni kujibu mashambulizi na huenda hata kufikia hatua ya kumpasua kichwa aliyetusi. Huo ndio utu wa mtu. Wanafalsafa wana fikra zinazofikirika kuwa fikra hasi usipotuliza fikra zako na hisia zako kuwaelewa. Hivi ni kuuliza jambo kwako leo, mara nyingi unapokeaje kila shambulio la aibu au la kuumiza litokalo nje? Huyu mwanafalsafa Chuck anasema pia, namna unavyozoeza akili yako kupambana na mambo yanayotokea mbele yako katika maisha yako, ndivyo unavyojenga utu wako. Kwa hiyo mjukuu wangu, nakusihi usiwe na papara katika kushughulikia lolote litakalojitokeza maishani mwako, kwa sababu yote yatapita, ila kumbuka akili yako itabaki imejifunza nini kwa hayo yaliyoletwa na dunia. Usisahau, kumbuka utu wako unajengwa na 90% na vile unavyosuluhisha na kutatua matatizo magumu kutoka nje. Unafikiri kwa nini watu au familia ikikwama kwenye jambo fulani huwa inamtafuta mtu mwenye hekima awasaidie wapate la kufanya? Ni kwa sababu huwa wanagundua kwanza huyo mtu amebeba utu ndani yake, yaani yuko sawa kwenye suala la kupokea shambulio na kulitatua, liwe la ndani au la nje. Yeye hawagi na haraka wala hana taharuki kwa kufanya maamuzi kwa mambo hayo. Hivyo mjukuu wangu, elewa kuwa unaombwa kuwa makini kwenye swala la kufanya maamuzi katika kila jambo hapa chini ya jua. Kupitia maamuzi yako ndo watu watagundua kuwa wewe una hekima au huna hekima kabisa. Mwisho wa yote, na kuwasa kama mmoja kati ya matunda ya Mungu yaliyowekwa kiunoni mwa baba yako aliyetoka kiunoni mwangu mimi babu yako. Jitahidi sana kuona chanya ndani ya hasi, jambo ambalo mara nyingi hujenga utu wako kwa zile 90%. Nawe utakuwa safi na salama hapa duniani. Dunia itakutegemea. Nakutakia siku njema. Tukutane tukikutana tukiwa salama kwa majaliwa ya Mola. Asante.